Itakuwaje nikikwambia kuwa kuna siku katika mwaka wa Kikristo ambao huanza kwa ishara isiyo ya kawaida, yani ishara ya majivu juu ya paji la uso la kila muumini wa kanisa Katoliki duniani, na majivu hayo yakiashiria alama ya mwisho wa kitu kilichowaka, alama ya udhaifu wa mwanadamu, lakini pia alama ya mwanzo mpya. Ndugu zangu, siku hii ya Jumatano ya majivu inatukumbusha kuwa maisha ni ya muda, binadamu si mkamilifu, na kila mmoja wetu anahitaji neema ya Mungu kamili. Na ndipo mpaka sasa hivi, kulingana na ukubwa wa siku hii ambayo inaadhimishwa duniani kote, imekuwa na majina mengi tofauti yakiashiria kitu kimoja, yani kwa Kiingereza siku hii ya Jumatano ya majivu inajulikana pia kama Ash Wednesday, na kwa Kilatini cha kale yani Dies Cinerum, yani siku ya majivu. Bila kusahau kwa Kifaransa inaitwa Mercredi de Cendres, na kwa Kihispania inaitwa Miércoles de Ceniza. Licha ya kuwa na majina haya tofauti, siku hii imebaki ikibeba ujumbe mmoja, na ndiyo mwanzo wa kipindi cha siku 40, yani Kwaresma, safari ya maandalizi kuelekea Pasaka. Safari ya toba, safari ya kujitafakari, safari ya kurudi nyumbani kiroho, huku kila mmoja akibeba maneno moyoni, yale ambayo aliambiwa pindi anapopakwa majivu, yani kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Haya si maneno ya hofu, ni maneno ya ukweli. Katika historia ya kale ya Kiyahudi na Kikristo, majivu yalikuwa ishara ya unyenyekevu. Mtu aliyekuwa akitambua makosa yake alijipaka majivu kama alama ya toba, ishara ya kukubali kwamba binadamu si mkamilifu. Na karne zilivyopita, desturi hii ikaendelea katika kanisa na kuwa mwanzo rasmi wa Kwaresma. Majivu haya hutokana na matawi ya mitende yaliyobarikiwa mwaka uliopita, matawi yaliyowahi kusherehekea ushindi. Sasa yanageuka kuwa ishara ya tafakari. Huu ni mzunguko wa maisha, shangwe na unyenyekevu, furaha na kujichunguza. Ndugu zangu, majivu yanatufundisha mambo matatu makubwa. La kwanza, unyenyekevu. Hakuna aliye wa milele hapa duniani, sisi sote ni wapitaji. Namba 2, majivu yanatufundisha kuwa wajibikaji. Makosa yanahitaji kukubaliwa kabla hajasahihishwa, kukubali udhaifu wetu na kukiri makosa. Namba 3, majivu haya yanatufundisha kuwa watu wenye tumaini, kwa sababu toba halimalizi kwenye huzuni, inaishia kwenye mabadiliko. Kuwa na hope na kutumaini kuwa Mungu anaweza yote, na yote tunaacha kwenye will of God. Embu fikiria, mtu aliyefanya makosa anahisi majuto, anatafuta nafasi ya pili. Jumatano ya majivu inamwambia unaweza kuanza tena. Majivu ni baridi juu ya ngozi, lakini ujumbe wake una joto la neema. Katika dunia ya haraka, ya mafanikio na mashindano, siku hii inatuambia simama, punguza mwendo, angalia ndani ya moyo wako. Kwa sababu kabla ya kuwa watu matajiri, watu maarufu au wenye nguvu katika jamii zetu, sisi sote ni wanadamu, na wote tumezaliwa, na wote siku moja tutakufa, na mwisho wetu wa kimwili ni mavumbi. Hivyo basi, kutokana na majivu kuna mwanzo mpya, kuna unyenyekevu, kuna hekima, kutoka toba kuna uzima. Na bila kusahau, mwaka huu, mwaka 2026, katika mwezi huu wa kutafakari, pia ndugu zetu Waislamu wanaingia katika kipindi chao cha Ramadhani, mwezi wa kufunga, maombi na kujisafisha kiroho. Njia tofauti, lakini wito unaofanana: kurudi kwa Mungu, kujitakasa na kuanza upya.
Hii ni Fahamu na Elewa TV. Mwandishi na mchambuzi ni Pascal Nombo. Tafadhali usisahau kusubscribe na kucomment.